Mjambo wa Kenya, mimi na wasalamia sana, pia nawapenda sana sana sana. Kabla niendelee na mafunzo haya, wacha nijitambulishe kwa wale watu ambao wananitazama kupitia kwa station. Mimi naitwa Sydney kutoka station ya KTN, nikiwa kaunti ya Nyamira, kijiji cha Etomo. Ni wakati wa kufunzana kule nyumbani. Ukiwa sehemu yoyote unanisikiliza, unaniangalia hapa hivi, na kupea mafunzo mazuri sana. Ni wakati sasa wa kufunzana kwa wanawake. Mafunzo kwa wanawake wanaoolewa na wasee kwa boma iliyoolewa na mke mwenzio akaja watoto wawili. Haya, tukiendelea, unapata baba alioa mke, wakaishi miaka kadhaa. Bahati mbaya yule mke akaga akiwa ameachia baba watoto wawili. Unanielewa? Yaani mzee ama kijana alioa, wakakaa na yule binti, akafika mahali pengine akapata ugonjwa ama vitu fulani kafanyika kama ajali, akaaga akamwachia watoto. Unanielewa? Akamwachia watoto wawili. Yule jamaa alikuwa kazi, yaani alikuwa na kazi, hangeweza kulea wale watoto, ikabidi atafute mke mwingine, yaani mke mwenzio, ili aje amsaidie kupeleka wale watoto shule. Yeye alikuwa anaamka mapema asubuhi na mapema akiingia kazi, na kurudi ni jioni. Sasa angeweza kulea wale watoto na walikuwa wadogo. Unanielewa sasa hivi kwa wale ambao wanatazama kwa station. Haya, tukiendelea, baba naye akaona awezi kaa na watoto, kazi nyingi itakwama, ikabidi akaoa mke mwingine. Aliona wale watoto watateseka, yaani wale watoto watateseka wakiwa na yeye, hata shuleni kwenda ni shida. Sasa ikabidi hawe mke mwenzio, yaani mke mwingine, ndipo aje ale wale watoto. Unanielewa sasa hivi? Yaani mzee alioa, bahati mbaya yule mwanamke akafa. After that, mzee akaona hawezi lea wale watoto, ikabidi akawa mke mwingine, ndipo azije akawa na stress juu ya watoto. Unanielewa sasa? Yule mke, haya, tumetoka mahali hapo. Yule mke akaja akazaa watoto wawili, wakawa wanne, pamoja na wale wa mzee wakawa wanne. Yule mke akafanikiwa akazaa watoto wawili, na yule mzee alikuwa na watoto wangapi? Wawili. Sasa wakawa wanne. Yule mwanamke akaanza kudharau wale watoto wa mzee. Unanielewa sasa mahali tunaelekea? Yule mwanamke akaja akadharau wale watoto wa mzee juu amezaa wake. Unaona sasa hivi, yaani wale ambao wanaendelea kufuatilia kipindi hiki, kuna mafunzo mazuri kwa hii station. Tafadhali, yaani samahani, naomba mkiwa sehemu yote ile, msisahau kufuatilia kipindi hiki kia Mwa. Mtu anaitwa Mwa, anapatikana kwenye TikTok, ndio anaendelea kuwafunza. Haya, yule mke akaja akazaa watoto wawili, wakawa wanne, pamoja na wale watoto wa mzee. Haya, yule mpindi akaanza kudharau wale watoto wa mzee,
akiwasumbua, hata chakula ikawa ni shida kuwapea. Shuleni ikawa ni ngumu wao kusoma, hawapati kitu ya kukula, yani ikawa ni mashida. Nguo zinaisha pale ya wanadama nguo, yani unachoma masaa ingine anaachiwa pesa aenda akawachukulie manguo kwa soko. Mama anaenda pale anajivinjari na vitu zake, hiyo pesa pengine anaitumia na baya wale wengine manguo. Unaona sasa hivi wale watoto wakapitia mashida. Tunaendelea bado, hayo ni mafunzo mazuri sana. Kusoma ikawa ni shida juu kusoma ikawa ni shida. Juu wakitoka shuleni hawapati ranji, yani wakitoka shuleni pale wanafurahia, wanafikiria madam pika chakula vile mama alikuwa anatulea. Wakitoka shule wanafurahia, wakifika pale nyumbani wanapata hakuna kitu. Hakuna kitu ya kukula. Ikabidi wavumilie. Yani mtoto anatoka shule akiwa na njaa, kifika pale nyumbani anapata hakuna kitu, hata maji tu peke yake. Ikabidi sasa wavumilie wakiendelea na masomo. Hawakukuwa na hata waiskani, hawakukuwa na hata waisi. Ili sasa ufanye nini? Wavumilie. Haya, wale watoto walivumilia hadi dakika ya mwisho. Bado tunaendelea. Muendelee kunifollow, muendelee kufuatilia kipindi hiki. Wale watoto walivumilia hadi dakika ya mwisho wakamaliza shule. Mnaelewa sasa? Haya, na wakafanikiwa kazi, yani after shule, wakimaliza shule walifanikiwa wakapata kazi kubwa. Mnanielewa? Wakapata kazi kubwa. Wale wa mama hawakupata kazi juu mama yao alikuwa anadharau wale wa mzee. Mnanielewa? Wote walimaliza shule vizuri sana. Wale wa mzee walimaliza shule, wale wa mama walimaliza shule. Lakini Mungu akabariki wale watoto wa mzee juu walidharauliwa na yule mama, wakapata kazi. Lakini wale wa mama hawakupata kazi, walianza kuhangaika na vibarua, na walisoma wakitumia pesa. Mkumbuke, walianza kufanya vibarua, mijengo, kulima kwa mashamba. Lakini wale wa mzee Mungu aliwafungulia njia, wakapata kazi. Haya tukiendelea. Naye Mungu ni mzuri juu ukitarajia mabaya kwa wengine, naye Mungu anarudisha mabaya kwa watoto wako. Nielewa sasa hivi. Yule mke alitarau wale watoto wake, ni kama wake tu, akatarau wale watoto wa mke mwenzio, akapenda wale wake. Hata chakula ilikuwa ni shida, yani hata kusoma, hata kununua vitabu zenyewe walikuwa naomba vitabu shuleni. Yani walipitia shida, wale watoto walipitia shida. Lakini Mungu naye alisimama nao mpaka dakika ya mwisho. Unaona sasa hivi yule mama ambaye anahubiri akiwa kule nyumbani, akiwa sehemu yote, usiji ukatarau yani mtoto wa mke mwenzio, muone kama mtoto wako. Ndio maana napenda ile wimbo inaimba, usitarau mtoto mwenzio, penda mtoto wako kama wa mwenzio. Unanielewa? Yule mke akawa mbaya zaidi, akawa anachukia wale watoto, lakini wakavumilia hadi wakamaliza shule, wakapata kazi. Tukiendelea.
tujue wale watoto walimalisia wapi. Haya, mnaendelea kunifuatilia, msisahau. Wale watoto waliweza kununua shamba na wakachenga nyumba yao. Pia wakachengea baba nyumba ya kifahari, yani wakachengea baba nyumba yao ya kifahari, wakachengea baba yao, yani nyumba mzuri, wakachenga nyumba yao, pia wakachengea baba yao. Unanielewa sasa hivi? Chu alifanya bidii ya kuwatolea pesa shuleni wakisoma, hata kama walipitia hayo, lakini baba yao alijikaza. Wale ambao wanafuatilia movie, usije ukatarau mtoto wa mke mwenzio. Ukioreka kwa poma nitasama kiumakini na unisikilize kiumakini. Mimi nakufunza, haya mafunzo ni mazuri sana. Mungu usaidia.